Mama, haupaswi kuwaza sana, ila hiyo yote ni mitihani tu, na kila mtihani ambao tunaopitia sisi binadamu aliyepanga ni Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo nikuondoe shaka mama yangu, Samira atapona na atakuwa sawa. Kwa hiyo usipende kuwaza sana, mwisho wa siku unaweza ukajipatia msongo wa mawazo. Ni kweli atapona, ila katika huu ulimwengu kuna mambo mengi sana yanayoendelea. Ujue Mungu sisi sio kila kitu anakifanya, na Mungu akitaka kufanya lake anafanya zaidi ya hili. Una maana gani kusema hivyo? Sijakuelewa. Ninachokuomba zaidi mwanangu, endelea kumwombea sana dada yako. Mama, ina maana mama mdogo ndiye anahusika na hili? Dada yako hawezi kufanya kitu chochote kile, bali anasikia. Lakini mama, sasa hivi naye ameshakuwa mkubwa, kwa hiyo hamna kitu kingine tena cha kumficha. Kama ukweli ni uwekwe wazi afahamu. Kaka, kuna jambo mimi nataka nikuombe. Sawa, niombe, lakini kama ni pesa sina. Hapana, sio pesa. Sawa, niombe. Mimi na rafiki yangu, na yeye anaishi na kaka yake kama mimi, lakini mimi naona ile jambo kama halipo sawa. Haipo sawa kivipi? Yaani mtu kuishi na kaka yake haipo sawa, au umechoka kuishi na mimi? Hapana kaka, sijamaanisha hivyo. Anaishi na kaka yake chumba kimoja. Kwa hiyo ulikuwa unatakaje? Mimi nilikuwa naomba aje ili tuishi naye hapa, kwa sababu si nyumba yetu ni kubwa na kuna vyumba vya kutosha. Yaani nakwambia shoga yangu, mimi mwanaume ambaye kalegalegea, yani hata simtaki. Mimi nataka mwanaume, yani mwanaume awe shupavu, yani akila ule ugali, yani mpaka kwenye mambo yetu yuko vizuri, yani kataradadi, kachangamka kama mimi nilivyochangamka. Sio mwanaume kakaa tu, mwanaume sio katoboa pua, sio mwanaume kava vieleni. Huyo mwanaume shoga mwenzangu. Shoga yangu changamka hapa mjini, usikae kitu kizembezembe. Maana umekaa toka nilipokuona, yani uchangamki, yani unaniuzi wewe mimi wewe. Basi shoga yangu na mimi nifundishe. Maana mimi nimekupenda hivyo ulivyochangamka. Hivyo ulivyokomaa hivyo. Umekomaa kuanzia nywele mpaka ukucha, afu nikufundishe mimi. Hebu jishikilie babu wewe. Salama. Aya, vipi tena na wewe? Mbona umekuja umechoka choka? Si huko nilipotoka, nimekuta mazao yangu yote wameniibia, mpaka wananikatisha tamaa yani. Kaka, hebu kuwa na moyo wa subira basi. Kwa hiyo kama umekuibia wewe shambani, na unataka kuingia kwenye mashamba yetu uende ukaibe, si ndio?
Sio hivyo mdogo wangu, kuna mambo mengine watu wanafanya afu tunarudishana nyuma, yanakuwa naumiza sana. Kafa mamako mzazi hujaumia kiasi hiko, kuibiwa shamba tu roho inakuuma. Basi Aisha, nisaidie maji ya kunywa. Majani ipenzi lako moyoni ametapakaa, siri za moyo wangu unanifichia. Mami, naomba maji. Wewe Sasa makubwa ya nini? Mwenzako kasikia kiu ndio maana anaomba maji. huyu mnafiki, tumekaa hapa muda wote tunapiga stori, maji alikopo katika mfuko, mbona kuniomba? Kwa hiyo alipokuona wewe tu ndio kiu kimembana hata kama maji. Sio hivyo mdogo wangu, na wewe una makuu. Embo nitolee mimi hapo ndazimu yake. Nipe kikombe tuondokeni sisi. Hebu inuka twende. Yamini macho kuwa wendo unaniliza, hadi sioni ukungu mzito mbele kimetandakiza. Aibu barabarani siwezi hadi kutembea kama zuzu, siwezi kulala, moyo hauna usikivu. Leila, nimekuita na machache kidogo ambayo nataka kuzungumza na wewe kabla hujaondoka. Kutokana na mambo ambayo umepitia, na imani tutakuwa umejifunza na umeweza kutambua kipi ni kipi, yupi ni yupi. Sitaki kusema sana, lakini kwa upande wangu mimi nimeshakusamehe kama ulivyotaka wewe nikusamehe, na nimekusamehe kwa moyo wangu mmoja. Kweli umenisamehe? Ni kweli nimekusamehe. Nimekusamehe kwa moyo mmoja kabisa, kwa inabidi uwe na amani. Lakini kuna jambo lingine kuhusu mtoto. Jambo hilo liko njiani, tujiandae. Sijakuelewa, lipo njiani? Unamaanisha mwanangu anaweza akarudi? Eza kumpokea mtoto huyo au kupokea vita. Kwa hiyo tuwe tayari. Romi, naomba unisaidie mwanangu arudi. Naomba usiniache peke yangu. Fanya ikiwa wewe ni baba wa mtoto. Yule ni mtoto wetu, mimi na wewe Romi. Naomba unisaidie mwanangu atoke katika hiyo hali, bado namhitaji na kuomba. Mimi nafasi yangu naijua, nitapambana kadri ninavyoweza mimi ili tujue tunafanikisha au la. Sitakuwa umenielewa, ila baada ya hili kuna uwezekano yakaja mengine, kwa sababu watu tunaokinzana nao sio watu wa kawaida na sio rahisi kama tunavyofikiria.
au unavyofikiria wewe. Kwa tujiandae pia. Sawa. Ila bado sijakuelewa. Yaani tujiandae kukabiliana na nini? Kwa sasa huwezi kuelewa. Hata nikikuelewesha nitakuwa nakuchanganya tu. Kwa naomba tusubiri kwanza ili liishe. Afa mengine utajua taratibu. Sawa? Sawa. Na kingine unaweza ukaenda. Ila tutakuwa tunawasiliana, nitakujuza ni kitu gani ambacho kimeendelea au nimefikia wapi. Jiandae tu. Sawa. Bye. Mimi Mwanangu Kipesile, usinione nimekaa kimya na tafakari. Yule mama yako mkubwa sijui nimfanye kitu gani kimuumize moyo wake apite kuhangaika hivi na dunia. Nani kimshindwa yeye yule? Mtoto wake yote nitafanya kitu kibaya. Yaani kwanza mimi na yeye tuje kupatana hata siku moja. Toka wadogo hajawahi kupatana yule. Na chance cha kutokupatana mimi na yeye, baba alitupeleka chuo madrasa. Mimi nikawa siendi. Akirudi anasema kama mimi sijafika chuo basi napigwa. Toka hapo mimi sikumpenda yule. Yaani usione masuala yake kuswali kama kaanza leo wala jana. Odi. Karibu. Nani tena? Hawa na chuo. Nikumuulizia Mangaza. Hebu nenda huko. Sil dunia duara ila yangu ya pembe mbili. Maana roho za binadamu wengi wao makafiri. Shangazi, shikamoo. Marahaba. Za huko nyumbani? Sijambo. Nyumbani kwema kweli wewe? Kwema. Maana umenishtua moyo wangu ufanya pa. Nikajua kuna matatizo. Hamna tatizo lolote. Umekuja bila taarifa. Yaani nimeshtuka. Karibu lakini. Asante. Kipesile, dada yako. Mimi na baba yake tumezaga tumbo hili. Tumbo moja. Kwa hiyo mimi nitashangazi wewe unamwita dada. Karibu mwaji, sikia uko nyumbani. Asante. Karibu. Asante. Kipesile, kamuonyeshe mzee chumba alichokuwa na Mangaza. Akapeleke mabegi hayo, umuonyeshe na bafu liko wapi akoge, maana ametoka mbali. Twende. Hawajali roho za wenzao, wanaua wanatoa kafara. Uchawi kuroga. Mama, mbona ni kama yale yale tu? Tumeweza kumdhibiti Mwangaza kwa sababu ya mambo yake kuswali. Lakini pia mgeni aliyokuja naona ni miushungi. Yaani mwenye hata sijui. Sijui Mungu ndo anaeleza, maana katoka ngedere kaja nyani. Yaani huyu unavomuona sala kwake kama chakula. Sijui anaita ile magharibi yupo mama. Saa 7 imelia mama yupo mama. Alfajiri mama yeye yupo. Yaani kama mlo. Ndio maana nimemwangalia pale sikumwambia moyo paa, sio kama moyo paa nyumbani kuna matatizo, mimi matatizo nyumbani ni za kichwa. Yaani moyo paa katoka ngedere kaja nyani. Sijui umenielewa? Namjua wazi wazi. Yaani mambo ndo yale yale. Sasa mama tunafanyaje? Yaani hapo sio swala la kufanya. Wewe mwenyewe mimi unanijua. Masharti yangu mimi ni yale yale, hakibadiliki kitu. Na kikubwa nataka nikwambie, wewe ni mwanangu, damu yangu. Sijazaa mtoto midamu iliyolala, damu zangu zimechangamka. Sijui umenielewa? Sasa basi,
vitimbi kama kawaida, umfanyie vitimbi huyu nyumba mpaka ione chungu. Sio, umenielewa? Ndio. Sio, umenielewa? Yaani kabla mambo mengine, vitimbi na akija kunishtakia mimi mwenyewe simuelewi, yaani nyumba ione chungu. Na nikimpa masharti yangu aache kuswali hapa. Sawa. Akishindwa kutimiza masharti yangu, basi ule mlango unaoingilia ndio atakotokea. Na akifanya masiara, nitamtoa kidako ndingisa. Umenielewa? Kingine cha mwisho, hajui lolote kuhusu Mwangaza. Mwangaza anajua yuko hapa. Akikuuliza kuhusu Mwangaza, mwambie kaondoka na wanachuo. Wamealikwa huko kwenda kushindana kusoma Qur'ani. Sio, umenielewa? Kwa maswali mengi, yani nimekuta mtu hayupo kaenda zake kusoma madrasa huko, tutaki maswali mengi. Sawa. Sio, umenielewa? Yaani moto juu ya moto. Jamani. Vipi? Wewe unaniangalia hivyo? Kaka, nahisi kuna kitu unanificha. Kitu gani nakuficha? Au nadhani kaka yako ni tajiri? Tofauti ya huku na kijijini ni miundombinu tu. Chakula ni kile kile, kula miogo. Kaka, hapana. Nahisi wewe na Chituntu mna mahusiano. Hapana mdogo wangu. Ndio alipokuambia hivyo? Hapana kaka. Macho yake yanaonyesha dhahiri kwamba anakuhitaji wewe kimapenzi. Ndugu wangu Fina, Chituntu hakuwahi kunipenda hata kidogo, ila mimi nilimpenda yeye. Kama nilivyokuambia awali, kwa nakupenda sana. Asante. Unaposema asante, unakuwa unanichanganya sana. Maana neno nakupenda kwangu huwa nalimaanisha kwako kwamba nakuhitaji sana kwenye moyo wangu. Nimekuambia asante na pia sikupendi. Penzi lako moyoni umetapaka. Chituntu, unaelewa nimekusimamisha hapa kwa sababu gani? Nakukumbusha kuwa nakupenda sana na nakuhitaji. Naomba nikubalie Chituntu. Nikukubalia nini? Na nishakwambia sikutaki. Nishakwambia sikutaki pia sikupendi. Mbona ni force? Mapenzi hayalazimishwi. Ukiambiwa kitu kimoja uelewe. Sikutaki, sikupendi, sikupendi. Naomba uniache na sitaki unifuatilie. Hayamini macho kuwa wewe ndo unaniliza hadi sioni. Kumbe hivyo ndio ilivyokuwa. Sawa. Sawa. Endelea kuwa. Pole sana. Najua napitia wakati mgumu sana, lakini inabidi uvumilie. Jua tu utakuwa sawa. Sawa dadangu?
Nakumbuka kuna siku uliniuliza juu ya mama mdogo kuwa ni mchawi au vipi. Jibu lake ni ndio. Mama mdogo ni mchawi. Na iko kitendo ndicho ambacho kinasababisha hata mama pia tukataze kwenda kwake. Na hakuna maelewano mazuri kabisa kati yao. Kwa hiyo nachokuomba, endapo hali yako itarudi kama mwanzo na utakuwa sawa, inabidi uwe makini sana na mama mdogo. Sio wewe tu, pia hata mimi. Ndio maana mara nyingi huwa naepuka sana ukaribu nao, kwa sababu mama alishawahi kunigusia juu ya hilo, na mengine nishawahi kuyaona kwa macho yangu kabisa. Lakini utakuwa sawa. Sawa dadangu, usijali, utapona. Kila kitu kiko wazi na kila mtu anangojea. Sasa nashindwa kuelewa, tutangojea mpaka lini? Najua nini napaswa kufanya mkuu. Tafadhali naomba unipe muda, talikamilisha hilo. Huku hakuna upendo. Upendo uliokuwepo huku ni kujipenda mwenyewe. Sasa jiandae, muda wowote, saa yoyote nitafanya maamuzi yangu mimi mwenyewe. Nimekuelewa mkuu, lakini hawezi kuwa mwingine. Haiwezekani. Muda mwingine bado, lakini kwa sasa anahitajika yeye tu. Nadhani hapo tumeelewana. Nimekuelewa, talifanyia kazi hiyo. Mimi nadhani nilieleweka siku ile, ndio maana ukaitikia kufanya kazi yangu, lakini naona imekushinda, si ndio? Nisikize nikwambie, usichokijua mimi sio tatizo. Tatizo ni mtoto wangu. Hataki kunielewa kabisa juu ya kumrudisha yule mtoto. Kwa hiyo nipe nafasi nyingine niendelee kuongea naye. Mimi hilo sitaki kujua, maana naona alinihusu. Jambo ambalo linanihusu nilikwambia, ilo umeshindwa kulitekeleza kabisa. Sasa kama wewe ndo mzazi wake ameshindwa kukuelewa, mimi hata nielewa? Sio kwamba labda namuogopa, ila sina muda wa kuzungumza na yeye. Mimi na yeye ni watu wawili tofauti, ila naweza kufanya lolote lile kwa sababu umeshindwa kufanya kazi yangu. Nahitaji nafasi nyingine, nitazungumza naye. Niamini ninachokiongea. Huo muda kwa sasa hakuna, na siwezi kukupa nafasi yoyote. Naweza kufanya maamuzi ambayo kwa upande wangu atakuwa bora. Hichi ndicho ambacho kinakustahili na sio kingine.